Mtazamaji wetu wa channel yetu ya Hope Shine, tunakualika tena kwa siku nyingine leo kwa ajili ya kusikilizia kipindi kingine ambacho tunakizungumzia. Leo tunazungumzia somo linaloitwa Tumaini Jipya. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa tumaini jipya. Tena Mungu wetu yeye hutupa matumaini. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 30 na ule mstari wa 10, anasema tazama, nimetengeneza jambo jipya, nitawapa tumaini jipya katika maisha yenu ya mbele ya usoni. Bwana apewe sifa. Israeli alikuwa anawapa tumaini wakati wamekata tamaa, wamevunjika moyo, wamepitia mambo magumu. Anasema mimi nitawapa tumaini jipya. Ni furaha yangu kuwapa tumaini jipya. Anaonyesha namna ambavyo kumbe ni yeye aliwapitisha katika hayo yote, lakini baada ya hayo yeye anawapa tumaini jipya, kuwapa siku zilizo nzuri katika nyakati zingine zinazokuja. Na katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 14 anazungumza, anasema ya kwamba liko tumaini kwa mti uliokatwa, kwa harufu ya maji huchipua tena. Leo nataka tuzungumzie habari ya tumaini. Wengi wamekata tamaa, wengi wamekatishwa tamaa, wengine wamevunjika moyo. Inawezekana kuna mambo mengi ambayo yamekuvunja moyo, lakini leo nataka nikwambie Mungu analo tumaini lenye mng'ao katika maisha yako. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Nianze na ushuhuda huu. Kuna siku moja nilimtembelea mama mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Nilimkuta amekata tamaa kulingana na mambo ambayo yalimpata. Huyu mama alifiwa na mume wake, kaachiwa watoto 3, na mume wake alikuwa ni mfanya biashara, akifanya biashara ya kutengeneza mikate. Huyu mama biashara ya mume wake ilimletea maisha mazuri, waliishi ni maisha mazuri wakiwa na nyumba. Lakini baada ya hapo sasa kifo kikamkuta mume wake na akaondoka katika ulimwengu huu. Yule mama alikata tamaa kwa sababu kama tunavyofahamu desturi za Afrika, za Kiafrika au za Kitanzania, kama sio sehemu nyingine, labda ziko tu hapa Tanzania, kwamba mjane kunyang'anywa kila kitu cha kwake alichokuwa kitumainia kikiishi pamoja na mume wake, ananyang'anywa. Yule mama alinyang'anywa kila kitu, akabakiwa na watoto, na watoto wakasimama shule. Akaniambia, Pastor, tafadhali naomba uje unitembelee. Nikaenda kumtembelea. Yule mama alikuwa amekata tamaa kabisa, na nilipofika nikamuuliza, ni nini ambacho ulichonacho mkononi mwako? Nilimuuliza swali kama jinsi ambavyo Mungu alivyomuuliza Musa. Akasema, mkononi mwangu nilichobakiwa nacho kumbukumbu peke yake ya mume wangu ni vyombo tu vile vya kuokea mikate. Nikamwambia, umeona vyema, Mungu wetu ni Mungu wa tumaini. Katika hivi vyombo unavyoviona vinaenda kukuletea maisha. Yule mama aliposikia kaamini Mungu pamoja na mimi, tukaomba, Bwana akamsaidia. Bwana akamsaidia. Nikamwambia, nenda kawaambie wateja ambao ulikuwa nao kwamba wiki hii kiwanda cha mikate kinaanza kuleta mikate tena kwenu. Akasema, mama mchungaji, sina fedha. Nikamwambia, nenda kaangalie, nenda dukani kachukue unga, kachukue vifaa vyote vinavyotakiwa. Tena nenda uambie wafanyakazi wote ambao walitakiwa, waliokuwa wakifanya kazi pamoja na mume wako. Akaenda akawaambia, kazi imeshaanza na mikate imeanza kuokwa tena na wale wateja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tunamshukuru Mungu kwamba yule mama sasa hivi ni mama wa kimataifa. Kwa sababu gani? Mungu wetu ni Mungu wa tumaini jipya. Leo ninapotaka kuzungumza mahali hapa, ninazungumza na wewe unayenitazama, unayenisikiliza. Ninaomba ubaki mahali pale, kwa sababu mahali ambapo unapopaona ni pagumu, Mungu leo anataka kujibu. Jina la Bwana libarikiwe. Tumaini lipo. Na acha tusome katika kitabu cha Yohana sura ile ya 15.
Biblia inazungumzia habari za Yesu. Yesu akawaambia wanafunzi, anasema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, na kila anayekaa ndani yangu atapata kuzaa sana. Anasema na kila tawi lisilozaa Baba yangu kulikata na kuliondoa, lakini lile ambalo linalobaki kulisafisha sana ili liendelee kuzaa. Nataka nizungumzie tumaini jipya. Haijalishi ni kwamba sijajua kwamba umekatwa sehemu gani, ulipokatiwa ni sehemu gani, lakini Bwana anataka kukusafisha ili upate kuzaa sana. Kila ambacho unatamani kiwepo katika maisha yako, ninataka nikwambie mchana wa leo kinaenda kuzaa sana, kwa sababu Mungu huyu ninayemhubiri ni Mungu wa kuwapa watu matumaini waliokata tamaa. Ni Mungu wa kuinua, ni Mungu wa kubariki. Nenda pamoja na mimi tu kwa muda huu mfupi katika hili somo. Haleluya. Wakati huo Yesu alitolea mfano, akasema kwamba Baba yangu ni mkulima nami ni mzabibu. Halafu akasema nyinyi ni matawi ndani ya mzabibu. Nataka nizungumzie kwanza kidogo kuhusiana na mkulima. Mkulima hulima shamba lake kisha upanda mimea mbalimbali. Mimi ni mtoto wa mkulima. Nataka nitoe mfano huu. Kuna aina ya miche, kwa mfano ukipanda majani ya maboga au ukipanda kunde, ili kama unataka ule mche wako upate kuzaa, ni lazima ukate. Na ukishakata unazaa, ndipo unatokea matawi mengi. Ana haya matawi ili kusudi kuletee faida nyingi. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Haleluya. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Yeye ni mkulima na sisi ni miche ambayo imepandwa katika shamba lake. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anasema mimi ni mzabibu na Baba yangu ndiyo mkulima. Anatolea mfano wa mzabibu ambao unatoa majani au unatoa matawi. Ukishatoa matawi, na huyu mkulima huwa anapita kwa ajili ya kulisafisha shamba lake. Akikuta ule mzabibu umeota matawi ovyo ovyo, huwa anaondoa vile vikonyo ili kusudi matawi yake yapate kustawi vizuri. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Sasa wewe ni mzabibu. Haijalishi umekatiwa sehemu gani, lakini kumbuka kwamba Mungu amekukata ili kusudi uweze kuzaa. Ninapozungumzia namna hiyo, yawezekana ikawa kama vile ni fumbo kwa watu wengi kubwa, lakini sio fumbo, ni uhalisia. Yawezekana maisha yako yalikuwa yanakwenda vizuri, kama jinsi ambavyo huyu mama nimetoka kutoa mfano wake. Aliishi vizuri, akastawi vizuri, lakini kafikia kipindi Mungu akamkata mume wake, akamuondoa. Yeye yule mama hakujua kama yeye ni tawi ambalo linatakiwa kustawi sana. Baada ya yule baba kuondoka, aliona maumivu kwa sababu ameondoka. Haijalishi kwamba umeondokewa na wangapi. Yule mama aliondokewa na mume wake, alilia kwa uchungu, na vitu vingine vyote viliondolewa. Na vilipoondolewa vitu vyote, yeye hakujua kama yeye ni mti uliokatwa, halafu kisha ili kusudi Mungu aweze kuwekea mbolea na kuweza kuchanua, kuweza kustawi sana. Leo tunazungumzia mafanikio ya yule mama kwa sababu ni makubwa sana kuliko ya pale mwanzo. Sasa nikwambie kwamba kitu ambacho nataka nikufundishe kwamba yawezekana umefikia mahali ulikuwa na mume ameondolewa. Pengine ulikuwa na mtoto uliyemtegemea ameondoka katika maisha yako. Tumaini limepotea. Nataka nikwambie tumaini lipo. Inuka tena katika tumaini jipya. Bwana analo kusudi jingine jipya. Bwana analo tumaini katika maisha yako. Uamini tu mchana wa leo, amini pamoja na mimi kwamba maisha yako yanaenda kubadilika. Yanaenda kubadilika. Wewe kama utatambua ya kwamba mimi ni shina lililosalia kwa harufu ya maji. Maji ni Roho Mtakatifu. Maji ni neno la Mungu hili ninalokuambia mchana wa leo kwamba
kwa harufu ya maji hii, inuka tena, inuka tena, unaenda kuchipua tena. Tena hautachipua kwa mtu mmoja huyo aliyeondolewa katika maisha yako, unaenda kuchipua kwa mapana, unaenda kuchipua kwa wingi, unaenda kujazwa, unaenda kustawi, unaenda kunenepa, unaenda kupata mafanikio yasiyo namna ya kawaida, kwa sababu tu moja ya kwamba huyu aliyeondolewa katika maisha yako alikuwa ni mtu yeye mmoja, lakini katika mmoja Bwana anaenda kukuzalishia vitu vingi. Pokea katika jina la Yesu. Yesu ni mwaminifu. Shikamana na imani. Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia, mimi ni mzabibu, mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, lakini lile tawi lisilozaa, haleluya, tawi lisilozaa Baba yangu wa mbinguni atalikata na kuliondoa, ila linalobakia ni shina linaloweza kupaliliwa likatengenezwa. Sasa nataka nikwambie kwamba huyo aliyekatwa, wakati wake wa kuondolewa katika maisha yake ulikuwa umeshafika. Acha kulia, acha kuomboleza kwa ajili yake, acha kuumia kwa ajili yake, acha kuwaza juu yake. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, anasema kwamba inuka tena, inuka na uangaze. Haleluya, maana nuru yako imekuja.